Ai, ni them Kenyas Wisdom na kama tuko na form gani? tuko kwa zone, Kipanga nini? si ulitukol Na simu gani? tumereform. Hey, nyinyi reform nizi, tunataka vitendo, sio nyenye. Mko ready ama mnasema je? Form ni kitabu, masomo na homework, tunaziba mdomo na homa. Raundi tumeacha kugoma, kukosana na wewe ni noma. Saidi, shika mkono. Ingine shika. Ingine pia. Good. Hapa juu. Hapa chini. Ai, good. Hapa kwa kiuno. Weka kitambi mbele. Aweka matanya nyuma. Matanya side ingine. Unasikia aje? Unasikia umestretchika. Tujao kidogo weka ile nini? Ile ambio tujao kidogo. Umeelewa? Stretch mguu. Kunja mguu tena, weka chini. Stretch mguu mbele. Stretch mguu, kunja mguu, weka chini. Jaribu kuleta juu. Hapa stretch mguu hapa. Weka hapa. Weka chini. Haya. Stretch nyingine. Weka mbele. Weka chini. Ai, good. Sawa. Muendelee sasa. Wadi. You're very busy. Thank you for joining. Thank you for joining. Tunashoot. Aya, Menda. Menda yenu. Niongeze ingine. Aya. tuanze count. Unaenda ngapi? Tuanze count. Sawa. 29. Bado hajaanza. Tunaanza 0. Tunaanza na ngapi? 0. Hiyo ndio ya 0. Hiyo ndio nimepeleka ndio ya 0 tena. Sawa? Sasa tunaenda ngapi? 2. Tunaenda ngapi? 100, si ndio? Haya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Ai. Hatujafika. Tuko kota. Hadi bado kota. 22 23 24 25 26 27 28 29 that 21 26 97 98 99 100. Acha nisaidie. Wacha niwaongeze, nikubebee moja alafu nibebee kama moja, sawa? Unaongeza? Wacha nikusaidie na wewe, sawa? Kamoja na kanyongeza, sawa? Ya kama moja na kanyongeza. Sawa. Wewe. Simekuwa mzito. Dadi na bado uko na macho. Bana macho. Kani mtu anafaa kuinua hii chuma ndio kwenda hizi macho. Hizi tunyana hivi. Ndio. Wacha nikuambie, kila kitu ndio ukue unapata kitu. Lazima utie bidii na uweke bidii. Hata si ati kwa chuma tu. Hata ikiwa ni kwenda kutafuta kazi ndio upate pesa. Lazima utoe jasho. Ukiona unapata cha rahisi, inaweza kuwa si halali. Ukiona ni rahisi si halali. Dadi kwanza bana Otieno aliniambianga babake anaendanga church ndio sasa abadilikiwe na Mungu ndio sasa apate hiyo pesa. Wacha nikuambie, kwenda church hiyo ni spiritual, hiyo ni ya roho, hiyo ni ya nini? Hiyo ni ya roho. Wisdom, unanisikia? Ndio kama anaenda church anaongojea miracle, labda apate spiritual miracle. Spiritual what? Spiritual miracle. Hiyo ndio ile watu wanaenda kutafuta church. But kama unataka pesa itolewi kwa kanisa. Pesa watu wanatoa kwa kufanya kazi.
si kwa kuomba ama nini. Hakuna Mungu anaweza kuletea pesa hapo. Sasa kama anaenda church ati ndiye akuwe tajiri ama nini, inafaa afanye bidii. Afanye nini? Bidii. Inafaa afanye bidii. Ile ya church itakupea spiritual richness. Itakupea ile utajiri ya roho. Itakupea nini? Richness of the heart. Itakupea richness of the heart. Itakupea richness of the heart. Hiyo haiwezi ikakupea nini? Utajiri wa nini? Wisdom unakumbuka Shakahola? Shakahola na kama unakumbuka Shakahola? Shakahola sasa ni nani? Ule rafiki ya Wisdom. Si rafiki ya Wisdom. Nasikia lala kunichomea. Shakahola kuna wakati kuna pastor huko Coast. Ule pastor mwenye ile yenye tulifanyanga akatuambia tunusie ile Bible ndio tutakufa. Ile ilikuwa ya drama. Sasa kulikuwa na pastor huko Coast, aliambia watu tuende wajifungie kwa nyumba na wakose kukula, wakae hapo hadi wakufe ati ndio waone Mungu. Unaona kama hiyo ni kweli, ni kitu nzuri, si kweli kuwa watu. Sasa serikali ilikataa hiyo. Ilikataa hiyo. Hiyo sasa ndio ile inaitwa kudanganya. Unadanganywa ya kwamba sijui utaenda kanisa upate pesa, utaenda kanisa. Mambo iliharibika. Wacha mimi niwaulize swali. Mimi si mnasomaga story ya maprophets. Ulisikia maprophets wakifanya miracle wakitisha watu pesa ndio waombea? Mimi sikusikia wakitisha pesa. Wewe uliona prophets wakitembea na ma security na ma bodyguard na watu wakubwa kubwa? Wewe uliona hao maprophets ulisikia prophet gani ati alikuwa tajiri wale watajiri na nini? Mimi sikusikia. Wote prophets walijua differentiate between material wealth na spiritual wealth. Sasa wacha tukuje kwa Jesus. Jesus enzi yake. Jesus mwenyewe alikuwa very hard working. Hebu kumbuka, alikuwa ana shida akienda akitibu watu. Unakumbuka Jesus alitibu watu? Jesus alitibu watu lakini hakuwahi waitisha pesa. Mlisikia akiwaitisha pesa? Hakuwahi waitisha pesa. Aliombea watu. Si aliombea watu? Na akafunza hadi watu kuomba. Si alifunza watu kuomba? Ulisikia akinini pesa? Haya, ulisikia kila time akikana na wanasiasa kama Herode, akikana wanasiasa ndani ya kanisa, wakikana wanasiasa? Na si mlikuwa mnaona kulikuwa na wale watu walikuwa wanaitwa Pharisees enzi za Jesus. Hao Pharisees wale walikuwa wanachukia Jesus, mnawakumbuka? Unakumbuka tabia zao zenye walikuwa wanafanya? Walikuwa wanapenda pesa, walikuwa wanapenda corruption, walikuwa wanapenda bribes. Sasa hao watu wamechukua ile tabia ya Pharisees lakini wakatumia jina ya Yesu. Lakini hao watu na Yesu ni watu tofauti, sababu zile vitu zenye Yesu alikuwa anafanya ni tofauti sana na vitu zenye hao watu wanafanya, ingawa wanasema ni katika jina la Yesu. Sasa kuna watu wanachezea, wanadanganya na jina ya Mungu. Kuna watu wanadanganya na jina ya Mungu. Haswa wale watu wenye wanajaribu kuhusisha jina ya Mungu na pesa. Jina ya Mungu na kazi. Hadi pesa. Pesa ni kitu tofauti. Mambo ya Mungu ni mambo ya free kwa sababu ni mambo ya spiritual. Inafaa ikuwe kwa hati yako, unaona? Ni spiritual thing. Ni spiritual thing wenye tuliumbwa na nini, then tunakuja tunakutana nayo after death. Ndio tunakutana na Mungu. Mtu asikudanganya hapa ati yeye ndiye anajua kuongelesha Mungu kushinda. Hapana. Mungu mwenyewe anasema we are all equal before God. We are all equal before God. Ama mfuzwa hiyo? Lakini kuna kitu naweza kusema. Kumbe vile tunaombanga tunaongeleshanga Mungu. Tunakuwa tunaongelesha Mungu direct. Na ukiongelesha Mungu unaongelesha Mungu direct bila broker. Hao watu wakatikati tunawaita broker. Unawaita aje? Broker. Wale wakuambia sijui panda mbegu ndio mambo yako itaenda sawa. Mambo yako yaendi sawa sababu hapandi mbegu. Lakini ikifika wakati wa sadaka uone hao wakitoa. Hao ni mabroker. Wanataka kukaa katikati yako na Mungu. Tuendelee kubeba chuma bana. Tuendelee. Si nimewambia lazima ufanye bidii. Msalaba. Hebu rudisha hiyo kitu yenye ilikuwa. Hata nimekumbuka kitu. Haya. Hii kitu imechora nini? Cross. Hii inaitwa cross. Nani anajua hii historia ya cross? Si ni pale Jesus alicrucified. Na those two thieves. Cross hata ilikuwa before that. Before that watu bado walikuwa na crucified.
hii cross hizo enzi kwa hizo inchi ya kina Jesus, yule mtu mwenye alikuwa anadhulumiwa, unaona kama sisi tuko na life sentence, death sentence. Sasa hizo enzi death sentence yako ilikuwa unasulubiwa kwa msalaba na unaachwa. Sababu Jesus pia kwa sababu ya ile mafunzo alikuwa anafunza mafunzo mzuri, lakini wale Pharisees walikuwa against it. Wale walipenda pesa, wale walichukua mambo ya pesa wakaingiza kwa maombi, walikuwa against it. Walienda wakaambia Herode amsulubu kwa msalaba. Sasa hii msalaba nayo ilikuwa hii imeletwa na dini. Sio unaona Waislamu watumii msalaba. Wajua watumii msalaba. Sasa hii mambo ya msalaba hii ni kitu ya dini. So kuna tofauti kati ya dini na Mungu. Dini na Mungu. Mungu alikuwepo hata kabla ya dini. Mungu alikuwepo kabla dini, kabla Uislamu ikuje, Ukristo ukuje. Mungu alikuwepo. Mungu alifanya nini? Alikuwa. Ukristo imekuja 2000 years ago. Uislamu imekuja 1400 years ago. But before that, God alikuwa. Sasa hizi ni zile vitu ndogo ndogo, kama unaona sheria Waislamu wanasema sijui kula na mkono, sijui enda choo na maji, nini. Hizo ni dini. Hizo ni venye wanaamini na zimetengenezwa na binadamu. Ni man-made sababu ililetwa after binadamu ashakuja. Ni man-made. Ni man-made. Sasa tuendelee na tizi kidogo. Tulisema theory kidogo, practical kama wa China. Masomo ni theory kidogo, hiyo ingine ni practical. Alafu tusema fishing ni Japan. Hakuna kuchoka, ni kuendelea. Kuna kitu inachanganya. Inachanganya? Nini inachanganya? Umetuambia kuna sijui dini. Kuna dini. Kuna ni kitu separate. Kuna sasa kitambo kabla hadi Christians na Islamic. Christian na Islamic kwa Afrika tulikuwa tunaomba. Ni ukweli? Na bado kudifferentiate money na spiritual. Na sasa hiyo mambo ya kudanganyana ni verses. Sasa wacha niwapee history kidogo. Unasikia kama kabla tuko na religion. Tuko na religion, for example, religion gani wewe unajua kama? Christianity. Wewe unajua gani? Wisdom? Islamic. Islamic. China si religion, China ni country. China ni country. Sasa tuko na religion example ya zile religion zinajulikana rahisi ni kama Christianity, tuko na Islam na bado tuko na Hindu, tuko na religion zingine ndogo kama ni tribe yenye iko Kenya. Sasa tuko na religion kidogo. Na before that, before hata hizo religion zifike huko Afrika, tulikuwa na religion yetu. Hadi sisi tulikuwa tunaabudu African roots, African vibes. Tulikuwa na African vibes religion yetu. Hizo enzi kwa religion yetu sisi hatukuwa tunatoa sadaka. Hatukuwa tunashinda ati pesa. Sisi ilikuwa kutolea Mungu sacrifice na tungeconnect na Mungu direct. Sasa hawa wazungu wenye walikuja huku, hawa Waislamu wenye walikuja huku, hawa Arabu wenye walikuja huku, wakaanza kusema dini yetu ni uchawi. Wakaanza kusema dini yetu ni uchawi. Wakaanza kuita dini yetu ni uchawi. Hadi wakaconvince mababu yetu, mababu yetu wakaconvert. Sasa mababu yetu kuconvert ikaenda hivi. By the time wakoloni walikuwa wanakuja. Sasa conversion ilishakuwa ni kitu ya
ndio ufaulu, sijui church nini ndio usaidiwe msaada. So watu waliconvert. So unapata wewe ukizaliwa ukipata babako na mamako ni Mkristo, wewe unakuwa Mkristo. Haya, wewe ukizaliwa hapa Kenya na upate babako na mamako ni Muislamu, wewe unakuwa Muislamu. Lakini nyinyi kama watoto hamjaipewa nafasi nyinyi wenyewe mjiamulie ile dini mnataka. Unapata kama mimi ni Mkatoliki na kuambia mtoto wangu lazima aende tu Katoliki, mtoto wangu lazima, lakini unasikia Muislamu anasema Waislamu wataenda mbinguni, Wakatoliki ndio wataenda mbinguni, ni Waislamu ndio wanafanya the right thing. Sasa unashindwa kinayo wataenda mbinguni. Na wewe mwenyewe unafosiwa bila kuelezewa. Iliingia aje? Na ikiingia sasa, hiyo ndio ilierode ile culture yetu. Sasa ikiingia ilikuwa na itilafu because ilikuwa foreign religion. Hii haikuwa religion. Foreign ni kumaanisha ilitoka mahali, haikuanzishwa huko. Kama hii religion ya Christianity ilianza hapa Middle East na side za Europe. Hii ya Islam ilianza hapa Middle East. Zilikuwa na itilafu because hii ya Islam ilikuja watu walikuwa na wao na mabunduki nini, wanachukua territory nini unaona Sasa unaona haya wale wa Kristo wakikuja huko wali support slave trade na bado sasa unaona venye walikuwa nakuja wali support sawa Bible ilikuwa inasema slaves obey your master. So waliona ni kama ni kitu sawa. Sasa hizo ndio vitu zenye tuliaffect sasa unaona. Alafu sasa unaona sisi hizo enzi hiyo religion yetu ilikuwa about practicality. Haikuwa na history ya theory. Na nani slave trade ilitoka aje? Slave trade pata independence. Slave trade imekuwa. Unauliza mali slave trade ilianzia ama? Slave trade slaves wamekuwa. Chenye haijakuwa slave trade hata imekuwa hata kwa Bible hata Old Testament bado kulikuwa na slaves Lakini the slaves mostly ilikuwa ile mtu amekuwa captured war, capture enemy mna convert into slave But hakukuwa ni Waafrika ndio walikuwa watu wa kwanza tu wenye walikuja wakavamiwa kwa land yao wakiwa peacefully, wakashikwa changu, wakawekwa minyororo kwa shingo na wakaenda wakauzwa ng'ambo. Unaona wale wanajiita sijui Black Americans, sijui nini, wale Jamaicans. Sasa mabuka yao walibebwa kutoka huku changu wakawekwa meli wakipelekwa huko, alafu wakipelekwa huko wakabadilishwa majina, wakafuziwa na majina za mpya, wakaerodiwa culture yao. Ama hiyo kitu China pia iliwahi fanywa kitu kama hiyo. Inaitwaga cultural humiliation. Cultural humiliation ile mtu anakuchukua changuvu, anakwambia sasa wewe hautaitwa Wisdom kuanzia leo. Wewe utakuwa unaitwa Pundamilia. Na ukikataa hiyo jina anakutandika hadi ukubali. Anakwambia wewe utaitwa Pundamilia. Alafu anakwambia sasa wewe kazi yako leo itakuwa unaamka asubuhi, unanifanyia kazi hadi lunch na kupa chakula, unafanya kazi hadi sapa na ukupe chakula. Sasa wewe ulipi? Wewe kazi yako ni kufanya kazi. Unaona kama hiyo ni fair kweli? Hiyo sio fair. Sasa hapo ndio shida ilianza. Sasa unaelewa tofauti kati ya religion, because unaelewa Mungu alikuwa mwanzo. Religion ni tofauti na kila religion iko na beliefs zake. Hata sisi tulikuwa na religion, lakini sasa walikuwa na mabunduki nini na walikuwa wachokozi. Walitumia hiyo opportunity to erode our culture. Na wakasema tio hizo ni uchawi. Na haikuwa uchawi, sisi pia tulikuwa tunaomba tu Mungu kama hao. Tofauti tu ya Mungu wetu hakuwa anahitaji pesa, Mungu wetu hakuwa anahitaji sadaka, mtu wetu hakuwa anahitaji ati kushinda ati sijui unielie. Mungu wetu alikuwa anaabudiwa tu, alafu unaenda job, unaenda kutafuta maisha. Tulikuwa tunalima mashamba nini. Unaona zile magorofa zimejengwa Britain nini? Ni sisi wa Afrika tumejenga kama tumefusiwa. Sisi ndio tumejenga hizo. Ile unasikia mna study industrialization in Britain. Ni sisi ndio tumejenga hizo manchi kwa kulazimishwa changu. Sawa. Tulisema story kidogo, alafu kazi. Story kidogo, kazi. Hiyo ndio African vibe. Story kidogo alafu African vibe. Kama mnanisikia vizuri. Kwa maisha yenu yote, kwa nini? Maisha. Mtu yote atawaambia ati sijui mtoe pesa fulani, ndio mumuombewe, ati ndio mpate baraka. Hao ni parasites, hao ni scammers, hao ni wezi. Mimi kwanza nawaitanga parasites. Zaidi si parasite. Hao ni mapasta. Ni kuambia unaona sasa ile Jesus ile yake yenye hakumalizia wanaendelea walichukua after disciples. Ni Jesus ndio alimwambia amuendeleshe ndio alikuwa amechoka.
kulikuwa Jesus, ikakuja hao ma prophet, ikakuja disciples. Ilianza prophet, Jesus, alafu disciples, alafu sasa ndio hao mapasta wanaendelea. Very very good. Hata nimeona kumbe mnafunza umeshika. Unajua ilianza na prophet, tukakuja Jesus, tukakuja disciples. Najua ni mnono, unajua mingi. Chunga kama msikiulize. Acha ni warm down kama warm na wisdom. Kwa meza na tusiposhiba koko tutakumeza. Wajuaji, watoto wajuaji, vijana wajuaji, napenda uongo zenyu. Wajuaji, baba mjuaji na mama mjuaji.